Ebu look at this. Yani angalieni hili maajabu ya Musa nitasema, na nataka sote tuungane kwa pamoja leo tuweze kuongea ule ambao ni ukweli halisi. Sasa sisi tuko hapa tunang'ang'ana juu chini usiku na mchana kila siku. Marais ambao tunawapongeza wa nchini zingine hapa Afrika kama kina Ibrahim Traore tunawasifia, na kina wale wengine kutoka South Africa kule kina Malema tunawasifia baada ya kutoa kauli zao za kusema kwamba tunataka kama Afrika nzima tukuwe na lugha moja ambayo itatusaidia kuleta ule umoja sote kwa pamoja kama Afrika, na lugha hiyo ikachaguliwa kama lugha ya Kiswahili. Sababu gani chaguliwa lugha ya Kiswahili? Kwa sababu lugha ya Kiswahili ni rahisi mtu kujifunza, na vile vile pia bado ni lugha ambayo imeonekana kama lugha pendwa kwa nchi nyingi, na vile vile pia bado ni lugha ambayo inaongelelewa na nchi nyingi bila hata hao kupelekwa shule kuisoma hiyo lugha. Tukianza na nchi kama ya Tanzania, tukienda nchi kama ya Kenya, tukienda nchi kama ya Uganda, tukienda nchi kama ya Kongo, tukienda nchi kama ya Burundi, tukienda nchi kama ya yule kiongozi wetu pale Rwanda. So unaona ni nchi takriban nchi 7, nchi 8 ambazo zinaongelea lugha ya Kiswahili pasi kufunzwa. Hata watu kutoka Switzerland pia wanaongea Kiswahili. Alafu leo kuna mtu kutoka nchi ya Uganda, ambayo nchi ya Uganda ama nchi ambazo zimeidhinisha Kiswahili kuwa lugha ya mama ama kuwa lugha ambayo inaweza kutumika bungeni ama lugha ambayo inaweza kutumika kwa nchi, yani it's a national language, ni pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Hatujasahau nchi ya Somali pia vile vile ni nchi ambazo zimeweza kuidhinisha Kiswahili kuwa kama lugha ya nchini ama lugha ya kitaifa. Leo kunaye mtu ambaye ni aspirant tunasema, ambaye anang'ang'ania ama anataka uungwaji wa mkono ndani ya Uganda ili aweze kupigiwa kura awe kiongozi wa Uganda, na haya ndiyo anayoyasema. We shall ban Swahili as our national language. We shall ban it. We need French instead. French has a wider